Kuna jambo moja limenishtusha sana na nikasema pengine tupate nafasi ya kujadili jambo hili kwa pamoja, pengine jamii inaweza ikajifunza kitu fulani hapa. Ni kuhusiana na swala zima la migogoro ya ndoa na takwimu zinazoonekana za talaka ambazo zinatolewa kwa mwaka. Rita imeonyesha ya kwamba kumekuwa na ongezeko la kuvunjika kwa ndoa ama talaka 93.7 kati ya mwaka 2022 na mwaka 2023. Ni takwimu za nyuma kidogo, lakini zinaweza zikatupa picha fulani kwamba ndoa talaka zilizotolewa mwaka 2022 na zile zilizotolewa mwaka 2023 pamekuwa na ongezeko la 93.7. Hii ni kusema ya kwamba talaka zilizotolewa mwaka 2022 zilikuwa ni talaka 447, lakini zilizotolewa mwaka 2023 ni 866. Ni ongezeko kubwa sana. Lakini pia unapoziangalia hizi takwimu, usisahau ya kwamba kuna kesi nyingi ambazo bado zinaendelea na bado hazijatolewa maamuzi, lakini kuna wengi ambao wanaachana bila kwenda katika hizo mamlaka zinazohusika kudai talaka, ambazo hizo ni nyingi zaidi ya zile ambazo kesi zinaenda mahakamani au zinaenda kwenye mamlaka ambazo zinahusika. Lakini kuna wale ambao pia walioana bila utaratibu rasmi wakaishi miaka 3-4, lakini baadaye sasa wamefikia mahali ambako wanaachana, kwa wanaachana kimya kimya. Bado wale ambao wanavumilia, wako ndani ya ndoa, mambo hayaendi sawa, wanavumilia. Kwa unapoyatazama haya, unakuja kugundua kwamba ndoa nyingi tulizonazo sasa zipo mahali pa hatari sana, ama zinapita mahali ambako ni pagumu sana. Lakini pia kuna utafiti mwingine ambao unatoa majibu ya kwamba wanawake ndio wanakuwa wanaongoza katika kudai talaka, na hasa wanawake ambao wameelimika na wale ambao pengine wana uhuru wa kifedha. Na hii ni kwa mujibu wa utafiti unaokwenda kwa jina la Rising Trend of Divorce in Tanzania and India Homes, ambako umekuwa published kwenye Tanzania Journal of Development Studies. Imebainisha hivyo kwamba wanawake ndio wanakuwa wanaongoza kwenye kudai talaka, lakini hasa wale ambao ni wasomi na wenye uhuru wa kifedha. Pengine ni kwa sababu wanafahamu mambo mengi na wanaweza kufahamu haki zao, pengine labda na kujua namna ambavyo wanaweza kuzifuatilia hizo haki zao. Lakini mimi nilichotaka tuone hapa, nilitamani si tu tuangalie hizo takwimu, lakini nilitamani uone hii hatari ambayo inazikumba ndoa nyingi tulizonazo Tanzania, Afrika na ulimwengu mzima, hasa hizi ndoa za sasa, ndoa changa ambazo zinaibuka sasa na zinaendelea sasa. Na nikaamua kufanya kidogo upembuzi ili kugundua nini kimetokea hadi kunakuwa na hatari kubwa sana kwenye hizi ndoa mpya au ndoa za sasa. Na katika shule yako ya saikolojia na mwanasaikolojia na mwinjilisti Paul Ringo, tutaangalia sababu chache kuu ambazo zinaweza zikawa sababu ya msingi sana ya hizi ndoa nyingi kupata shida mapema. Kabla hatujaendelea, nataka tukubaliane ya kwamba tunapoziangalia sababu hizi, hatutaki kuangalia yale mambo ambayo wengi tumezoea kuyasema kama vile usaliti, ulevi, pengine hali ngumu ya kiuchumi, pengine maradhi, pengine migogoro na vitu vingine kama hivyo. Mimi kwangu hivyo naona kama sio sababu kuu. Kuna vingine ambavyo vinaweza vikawepo ndio vikasababisha haya yakaweza kuwa na nguvu ya kuweza kuharibu hizi ndoa. Na hizi sababu tutakazozitaja ndio zile kuu hasa za msingi ambazo hizi kwa kweli inabidi jamii tuingie kati na kuona namna ambavyo tunaweza tukazifanyia kazi. Sababu ya kwanza ni wanandoa wengi wapya kuoana bila ya kufahamiana vizuri. Yaani wanandoa wanaingia kwenye ndoa wao wenyewe hawafahamiani. Mke anaolewa, mume anaoa, kijana anaoa au binti anaolewa, hawafahamiani. Pengine labda wamekutana tu hivyo wakachukuana wakaenda wakafunga ndoa kwa kuendeshwa na mihemuko, ile mihemuko ambayo wanakuwa nayo. Sasa wanapoingia kwenye ile ndoa, alafu sasa kule ndio wanaanza kujuana, kufahamiana vizuri kwamba kumbe huyu ana tabia fulani, kumbe huyu hivi. Sasa wanapokuja kuingia mle, unaona hasa wanashindwa kuvumiliana katika zile tabia zao ambazo sio mpya. Pengine mwanaume alikuwa nazo muda mrefu au mwanamke alikuwa nazo muda mrefu, lakini kwa sababu walikuwa hawajapata muda vizuri wa kufahamiana. Nimekumbuka miaka ya nyuma wazee wetu walikuwa sio tu kwamba wanahitaji umfahamu vizuri kijana au binti ambaye anakuoa.
Wao walikuwa wanaenda mbali zaidi hadi uifahamu na familia yake, uifahamu hadi na jamii yake. Walikuwa wanaweza hata kukataza usioe au usiolewe na mtu fulani kwa sababu ya familia yake na historia ya jamii yake. Kwa nini? Walikuwa wanajua sana ya kwamba lazima tumfahamu mtu vizuri kabla hawajaweza kuingia kwenye ndoa. Hata mimi ninapofanya counseling, mara nyingi umekuta binti anakuja au kijana anakuja anakuambia, bwana, mume wangu amebadilika, au pengine ameanza tabia fulani. Lakini unapokuja kufanya assessment unakuja kugundua ile tabia sio mpya. Huyu mwanaume alikuwa nayo tabia siku nyingi kabla hata hajaoa, au huyu mwanamke alikuwa nayo tabia siku nyingi kabla hata hajaolewa. Lakini huyu kijana ama huyu binti hakuwekeza kufahamu, kumjua huyu vizuri, tabia zake na misingi yake. Kwa hiyo anakuja kuona kama ni tabia mpya, lakini ukuwa unamfahamu ndivyo alivyo. Au wengine wanaweza wakawa wanafahamu lakini wanakuwa wanajipa moyo kwamba atabadilika, anajipa matumaini kwamba atabadilika. Wengine wanajibeba hulka ya ukombozi kwamba nitambadilisha. My friend, unajiingiza kwenye moto, unaingia kule ndani, habadiliki wala huwezi kumbadilisha. Pengine mambo yanaweza kama mabaya zaidi, na baadaye ile ndoa inaweza kufikia mahali ambako sio pazuri, pengine inavunjika. Kwa hiyo vijana ambao wanaingia kwenye ndoa sasa wajitahidi sana kuwafahamu wale wenza wao kwa kina kabla hawajaamua kwenda kufunga pingu za maisha. Tunaposema kuwafahamu kwa kina, kuzijua tabia zao kimsingi na kufahamu hulka na personalities zao, ili isije ikaja kuwa surprise kwenye ndoa ambayo mnakuwa mnaiendea. Lakini jambo la pili ni kukosekana kwa elimu ya kutosha juu ya ndoa na maadili ya ndoa. Wanandoa wengi wapya, tofauti na ilivyokuwa kwa wanandoa wa zamani, hawajui ndoa ni nini, na pengine hawajui maadili ya ndoa ni nini. Namna gani ya kuishi kwenye ndoa mwanamume, namna gani ya kuishi kwenye ndoa mwanamke, vitu gani ufanye, vitu gani usifanye, unatakiwa kukaa namna gani ili ndoa yako iweze kuwa na uendelevu ama kustawi. Wengi wamekuwa hawana hichi kitu. Miaka ya nyuma elimu hii ilikuwa inatolewa kwenye jamii. Kijana alikuwa anakuzwa, anafundishwa, na kwa kuna mifumo ya kumfundisha kuwa mume bora, kuwa baba bora, na hali kadhalika kwa mabinti palikuwa na mfumo bora wa kumfundisha, kumwandaa kuwa mke bora, kuwa mama bora katika jamii. Kwa hiyo walikuwa wanafahamu nini maana ya kuwa mke, nini maana ya kuwa mume, nini maana ya kuwa baba, nini maana ya kuwa mama. Lakini vijana wengi ama ndoa mpya nyingi, watu ni wasomi sana kweli, wamesoma, ni mainjinia, ni madokta, ni wakurugenzi, lakini hawajapata elimu kuhusiana na masuala mazima ya ndoa na namna ambavyo unaweza kuishi kwenye ndoa. Kwa hiyo inawasababisha wanapoingia huko ndani, pengine wanaingia vibaya, lakini pia hata wanapoingia huko ndani wanashindwa kujua nini cha kufanya. Jamii lazima tuwekeze. Na hapa nitoe tu wito kwa kila mtu ambaye anaweza, wazazi na jamii kwa ujumla, tuwekeze pia kutoa mafundisho haya mashuleni, lakini pia kwenye taasisi mbalimbali, ili hawa watu wawe na uelewa mpana kuhusiana na swala zima la ndoa, ili wanapokuja kuingia huko ndani ama ambao tayari wamo huko ndani, wao wanafahamu namna gani ambavyo wanaweza kuishi na kudeal na zile changamoto zao mbalimbali wanazokutana nao, ili waweze kuzitatua katika hali ambayo ni nzuri. Lakini jambo la tatu ni ndoa za shinikizo. Kumekuwa na ndoa za shinikizo nyingi sana. Ndoa za shinikizo zimekuwa nyingi mno kwenye jamii leo. Pengine watu wanaingia kwenye ndoa kwa sababu wameshinikizwa na jamii. Unazeeka, oa, unazeeka, olewa. Kwa hiyo anajikuta ameingia kwenye ile ndoa kwa kushinikizwa, na wala sio ikuwa mapenzi yake na malengo yake. Na pengine anaweza akawa anaingia tu ghafla bila kujua anaingia kwenye ndoa na mtu wa namna gani. Kwa sababu anapoingia kwenye ile ndoa kwa kushinikizwa ama kujishinikiza mwenyewe, maana kuna mwingine anaweza kujishinikiza mwenyewe, pengine amepata kuzaa na mtu, kwa hiyo inamlazimu tu aolewe naye kwa sababu kashazaa naye, au pengine ana hali ngumu ya kiuchumi, kwa anampata mtu ambaye anaona hapa nitapata mpenyo wa kiuchumi, anaamua kuingia naye kwenye ndoa. Kwa kushinikizwa ama kujishinikiza kunaweza kukasababisha pia watu wakashindwa kujua namna ya kuendesha zile ndoa zao, kwa sababu wanapokutana na magumu, basi anakuja kwanza ndoa yenyewe sikuitaka, ni kwa sababu tu fulani fulani. Kwa hiyo inaweza ikawa rahisi kushindwa kutafuta majibu ya yale matatizo, na watu wakakimbilia zaidi kuiona talaka ama divorce kama ni njia sahihi ya kuwatoa kwenye yale migogoro ambayo pengine wanaweza wakayafikia. Jambo la 4 ni kukosekana au kuharibika kwa mawasiliano ya kindoa. Kuna aina nyingi za mawasiliano. Kuna mawasiliano ya kiofisi, kuna mawasiliano ya kirafiki, lakini kuna mawasiliano ya kindoa ama mawasiliano ya ndoa, na haya yanaitwa ni marital communication. Namna ambavyo wanandoa wanapaswa kuwasiliana, namna ambavyo mama anapaswa kuwasiliana na baba, namna ambavyo baba anapaswa kuwasiliana na mama,
namna ambavyo wanaweza kukaa chini na kuzungumza na kutatua matatizo yao, wanatumia mifumo gani. Hii mara nyingi ikipungua, basi kunaweza kukawa na matatizo. Sasa kwa sababu ya maendeleo mbalimbali yaliyopo, watu wanaishi kwenye ndoa kama mainjinia. Kwa hiyo namna ambavyo anaishi kwenye ndoa yake, anaishi kama injinia. Pengine anaweza akawa anaishi kwenye ndoa yake kama dokta, anaweza akawa anaishi kwenye ndoa yake kama mfanyabiashara. Kumbe ndoa haihitaji dokta, haihitaji injinia, haihitaji msomaji, haihitaji mkurugenzi. Dokta, ndoa haihitaji mwenye elimu au asiyekuwa na elimu. Ndoa inahitaji mume na mke. Kwa hiyo kama ni mke, apart from yote ulionayo, unatakiwa ujifunze namna ya kuwasiliana vizuri na kuyatatua mambo yako na kuendesha mambo yako ndani ya ndoa kama mwanamke, pamoja na vyote ulivyonavyo. Lakini pia mwanaume, unapaswa kujua namna ya kuendesha mambo yako kwenye ndoa kama mume, pamoja na yote ambayo pengine uko nayo. Sasa ile mawasiliano yanapopungua, hawa wanaweza wakawa wanashindwa kutatua mambo yao mbalimbali wanayoyafikia. Baadaye kila mmoja akawa juu, kila mmoja akatumia nguvu alionayo, kila mmoja akatumia labda elimu, akatumia uwezo, akatumia fedha, akatumia kiburi. Baadaye ile ndoa inaweza kufikia mahali pagumu na hawa watu wakafika namna ya kuachana. Lakini sababu ya tano tunasema ni mwingiliano wa kitamaduni. Sasa hivi utandawazi umesababisha uwazi mkubwa na watu wanafahamu mambo mengi sana. Kwa hiyo sera za ndoa za Marekani zipo Tanzania, sera za ndoa za Uingereza zipo Tanzania, sera za ndoa za Ubelgiji zipo Tanzania, sera za ndoa sijui za wapi dunia nzima ziko Tanzania, sera za ndoa za Uarabuni ziko Tanzania. Zinafikaje? Kwa sababu ni kwa njia ya mitandao ya kijamii na uwazi. Sasa watu wanaingia kwenye ndoa wakiwa na sera tofauti tofauti. Sasa kule kuwa na zile sera tofauti tofauti kunaweza kukawasababisha wakashindwa namna bora ya kuweza kuamua staili ya maisha ambao wanaweza wakaishi kwenye ndoa yao. Kwa unakuta ni mtu yuko hapa lakini anatamani kuishi ndoa yake kama mtu fulani anaishi Uingereza, mtu fulani alionaye kwenye kichwa, au pengine labda ana sera anaisikia ikiwa inazungumzwa taifa fulani, anataka aishi hiyo sera. Au pengine mwingine ameona maisha ya kwenye movie, anataka maisha ya kwenye movie yawe hivyo. Lakini kumbe maisha ni halisi, maisha ni yale ya kwenu. Kwa hiyo wanandoa wanaweza wakawa wanashindwa kutengeneza taasisi yao kwa sababu ya mvurugano wa tamaduni, mvurugano wa kimtazamo ambao pengine unaweza kuwafikia. Kwa hiyo pia jamii iweze kuwasaidia wanandoa waweze kufahamu mipaka yao, waweze kufahamu maadili yao na namna ambavyo wanahitaji kuishi. Kwa haya mambo matano sasa yanaweza yakawa sababu kubwa mno ya kusababisha watu wengi wakapata shida kwenye ndoa zao na mwisho wa siku zikafikia kwenye talaka. Jamii inatakiwa ichukue hatua za dhati, lakini watu kila mmoja, familia, taasisi hizi zinatakiwa zichukue hatua za dhati kuzinusuru hizi familia na hizi ndoa, hasa kwa mafundisho na kuzisaidia vizuri. Ongezeko la 93.7% la talaka ni alama ya hatari sana. Basi mimi niwatakie kila laheri katika mapambano na katika ujenzi wa jamii bora.